Tulia, mimi naongea kilichopo. Guys, mpira unachezwa hadharani. Umeelewa vizuri? Waandishi mnaona, mashabiki tunaona. Ukimpa nafasi ya kuongea kila kitu ataudanganya umma. Mwanangu nisikilize, mpira umeonekana hapo dakika 90. Umeelewa? Huyu badala aseme kwamba wakina Emidimao Mkame wanacheza faulu, anasema wakina Duke Ogaduya ni viungo wa laini. Si unaelewa vizuri? Sema ukweli. Wachezaji wa Azam wamepiga buti, refa kaweka gadi. Wanashindwa kusema hivyo. Mbona ameshindwa kufunga leo? Sikia kwambie, mechi ya Yanga kama hii hapa ni aina ya mechi ambayo kwanza ni dabi. Dabi always sawa, inahitaji vitu viwili, haki na usahihi, si ndio? Kwamba yani inahitajika kwamba kama ni faulu basi refa weka faulu, haki na usahihi unahitajika. Mwanangu, tuangalie mechi ya leo, man of the match kwangu Mchome, refa ndo kaiamua. Matatizo ya Ibenge, mimi narudia, ongea mpira wenyewe. Kwani refa si sehemu ya mchezo? Mbona kule sasa refa leo, nisikilize, refa leo alishindwa kusimamia kanuni 17 za mpira. Prince Mpomelelo Dube kachezea faulu ndani ya boksi. Refa bora angejifanya hajaiona, kainuka mikono kafanya hivi. Ukifanya hivi na ni faulu, ina maana umefanya kusudi ulichokiamua. Umeelewa vizuri? Kama Yanga alistahili kupewa penalty apewe, na kama Yanga hakustahili kupewa penalty asipewe. Nisikilize nikwambie, mimi Facebook hela ndogo naokula kwa mwezi $600. Hajauliza pesa. Samauliza analipwa shilingi, mkataba wangu mimi na kampuni zangu kiwango cha chini nakula milioni 1. Hajauliza Facebook. Yanga wanalipwa shilingi. Anajua milioni 5 Instagram. Una mwanasheria. Sio, anaelewa ndugu yangu. Moja tuongee mpira. Nisikilizeni jamani. Hii dabi Simba sisi haituhusu. Kwa sababu hakuna shabiki wa Simba ambaye timu yake imecheza. Hii mechi ya Yanga haituhusu. Sisi tunatambua mchezo ulivyokuwa. Kwa nini mchezo leo mlalamikie refa wakati Yanga hajatengeneza na wewe bado usijali. Wewe kupigwa vipi na mashabiki wa Simba? Kupigwa kwa kosa gani? Kule sio kule kwa kamera uone kazi. Kila endelea. Kile anawafundisha mpira madogo. Mimi nachoambia ni nini? Yanga kuwa bingwa msimu huu hapa kwa sababu ana vita ya ndani ya uwanja na ana vita ya nje ya uwanja. Kwa sababu gani? Tulia toka hapo. Ndani ni hivi na nje ni hivi. Ya ndani ndo kama hii hapa. Unaona sehemu ya offside. Tulia kwanza, naongea Mchome mapovu. Kama unataka kuonekana njoo kae nyuma yangu uonekane. Naongea Mchome, anaongea nani? Mchome. Tulia bwana mdogo. Iko hivyo. Kuonekana kivipi? Mwandishi umeniuliza vita ya ndani ya uwanja, si ndio? Vita ya ndani ya uwanja ndo kama hii. Mwenelewa vizuri. Marefa sehemu ya penalti anameza filimbi. Yanga akicheza kidogo faulo. Azam akipiga butu watu wamemeza filimbi. Vita nje ya uwanja ndo kama yale matundu ya Zanzibar, matundu ya kamera, watu wanapiga picha wasema Yanga katoboa, apitishe vimiminika. Zile ni vita za nje ya uwanja. Lakini sikuficha. Goli na mwalimu halali. Hiyo ishapita. Halali kwamba Yanga pia wananufaika na vita za ndani ya uwanja. Vita za ndani ya uwanja Yanga zinaumiza. Kwa sababu gani? Vita za ndani marefa wanashindwa kusimamia kama. Mwanangu, mechi ambayo Yanga anastahili kufungwa, Yanga anafunga. Msimu huu marefa wamefungiwa 4 kwenye mechi za Yanga. Anastahili kushinda, refa anatia gani. Unaona? Lakini Mchome, kwa namna ambavyo umetazama Yanga, ni kama kocha Pedro Gonçalves anapata shida sana kwenye mechi. Wewe unaamuaje? Wewe vaa viatu vya Pedro, watu wakianzisha movement foul, watu wakianzisha movement offside, vaa viatu vyake. Wewe kocha unafanya nini? Azam akienda kushambulia correct, Yanga akianza kushambulia foul, wewe Pedro, ndio Pedro unafanya nini hapa? Wewe unataka kuniambia kwamba katika mchezo wa siku ya leo Yanga wamenyongwa vibaya mno? Wewe ingia Instagram kaka, huyu mwenyewe anajua. Mike off huyu nilikuwa naye ananiambiaje, Mchome, Yanga kuwa bingwa msimu huu haiwezekani. Kamuuliza kwa nini, anaambiwa Yanga watu washachoka kumuona nyanyua makombe.
Sio kwamba timu yake pengine imechoka. Sio kuchoka. Mwanangu yeye alikwambia, nisikilize bana. Mpira si unaonekana. Mpira mboacha ushabiki. Kama Yanga anastahili kufungwa, muache afungwe. Kwani mimi nalalamika nini? Yanga kama anastahili kufungwa, muache afungwe. Na kama anastahili kushinda, muache. Watu wanawekeza hela nyingi brother. Depo analipwa shilingi ngapi mshahara? Alafu nakuja wanzazi. Ilianzishwa movement offside. Ikaanzishwa movement foul. Ikianzishwa mchezaji kutoka kwenye penalty tunameza film. It's not fair. Nilikuwa napiga story na mashabiki wa Simba, mashabiki wenzako wanasema kwamba Azam wamecheza chini ya kiwango. Walistahili kushinda. Wewe nikwambie Azam mechi ambayo alicheza na Simba alitufunga. Ina maana kama Simba tunaamini ni bora, alafu kashindwa kumfunga Yanga, lazima tuamini Azam amecheza chini ya kiwango. Lakini ile Simba tulia niendelee. Unanikata. Nakupa kodi. Mimi nachokiamini Azam aliifunga Simba mbovu. Sio kwamba Azam ni bora. Azam ni wa kawaida. Na ukiona shabiki wa Simba analalamika eti Azam leo kushindwa kushinda, ni mnafiki. Azam ni mbovu. Leo hii jimuulize huyu William, Azam aliyotufunga sisi ni bora? Azam aliyotufunga sisi ilikuwa ni bora. Kwa sababu kwenye ushambuliaji pale ulikuwa kitambala bora. Unaelewa? Udhaifu wa Simba ndio ulipelekea Azam akashi. Leo Azam alikuwa na kila sababu ya kushinda. Brother, mimi naongea kilichopo. Refa akikupa gadi, refa akikutilia kulia sababu refa ndio muamuzi wa mchezo. Kawanyima penalti. Kawanyima penalti Yanga. Kawanyima nini? Penalti. Haikuwa penalti. Haikuwa, akisema kwa quality ya Yanga wewe ulidie penalti. Quality ya Yanga penalti. Yanga wanalilia penalti. Yanga wanalilia penalti. Kwa quality yao una Dube, una Depu, unalilia penalti leo hii. Kwani penalti sio sehemu ya mchezo? Ukicheza faulo, mechi ya Dodoma na Simba msimu uliopita iliamuliwa na nini? Penalti ni kitu muhimu sana kwenye mchezo. Kama ingekuwa kitu muhimu mechi ya Namungo na Yanga, wao Namungo nao wangepewa. Sasa si mnaumu refa. Kidogo kuhusiana na performance ya Depu. Depu anafunga kwenye mechi tofauti, lakini katika hizi mechi za Simba na Azam hatujamuona akiweza kuscore. Ngoja nikwambie, shida ya Depu kwenye hizi mechi, shida yake kubwa ni maamuzi ya refa. Mwanangu, Depu ni mshambuliaji, sio beki. Takuzaba makofi mwandishi. Depu ni mshambuliaji. Ili Depu apate mipira, inabidi refa aache mashambulizi yaendelee. Watu wakianzisha movement, nisikilize. Watu waanzisha movement kibendera kachicho. Mara offside, mara sio nini. Ili Depu apate mipira, lazima Yanga abutui. Wanakuuliza huko refa ni mchezaji wa Yanga au refa ni bado umemngangania refa? Mimi kilichoniuma refa akipiga filimbi. Refa akipiga filimbi, movement inaendelea. Refa ndio muamuzi. Kwa refa akisema ni offside, wewe hata ukifunga sio goli. Yaani sikiliza ngambie. Sisi tukiacha ushabiki, huyu jamaa Mike Off ataniambia ukweli. Sasa tumalize na ile mchome. Mmebakisha gap la alama 3. Tugawa hapo ndugu yangu. Gap la alama 3 kuweza kumfikia Yanga. Nyie ndio mmebaki kuweza kuliclear hilo gap la alama 3. Unaona katika mchezo unaokuja mnafanikiwa. Mimi kwangu Simba tukishinda mchezo ujao, sawa, bado gepu lipo, sio kuclear, kwa sababu Yanga alikuwa ametushinda alama 5, kadondosha alama 2, na mara Simba akishinda Yanga anaongoza ligi kwa alama 3. Nimepatia. Yuko sahihi. Unajua mpira siku hizi. Haya. Yanga kadondosha alama hii hapa. Hizi ni miongoni mwa game ngumu sana ambazo Yanga anacheza. Hii mechi Yanga alideserve kabisa kupata alama 3, lakini refa kawanyonga. Umeona kwa mpira.